Niona jua. Hujui nilikutesekea vipi kwenye mimba yako. Hujui nilipata maumivu gani wakati nataka kukuzaa wewe. Wewe kunidanganya mimi? Yaani unanidanganya kabisa? Hicho ndio mama wa watu kumgonge kila siku sababu hiyo? Wewe muongo. Acha uongo. Acha kumuongopea mama yako. Sema ukweli Kombo. Nani wewe? Jamaa wewe ni rasta kidi yule. Siku zote mwanangu ukweli umwacha mtu huru. Leo wewe ukweli utaki kusema una maana gani? Sasa sikiliza nikwambie. Ukitaka mimi niwe na amani, nifurahi na wewe, mwambie ukweli mkeo. Haya yote uliosema hapo umenidanganya. Na usimpige mke wako. Lakini nikipeleleza, nikigundua kuna kitu unanificha Kombo, nadhani unanijua. Umekulia kwenye mikono yangu, kuongea nimekufundisha mimi na mdomo wangu. Sasa na hiki nitakufundisha. Umenielewa eh? Unamdanganya. Halafu ati mtu kaleta huyo aloleta wewe na maana unafanya naye kazi moja hapo, kampuni yenu moja, au unajifanya umjui? Humjui. Hicho tu kwanza unanidanganya. Sasa yeye sijui kapewa na nani, labda kuna mtu kampa ndo akakaleta nyumbani. Umjui eh? Namjua ila sijui kapewa na nani. Jina lake nani? Yaani mama mwanamke sijaja kukwambia nini hapa, kakofika kupasumu gani kaongea nini? Ina maana wewe unamsikiliza yule kuliko mimi mwanao, si ndio? Haya ukweli unaotaka ukweli gani? Nishakwambia ukweli ndio huo. Nikiongea vingine itakuwa ni uongo. Yaani yule unamsikiliza kama ndo mwanao wa kumzaa. Mimi mwanao unashindwa kunisikiliza. Msikilize basi. Nani? Yule kidi jamaa pale. Sasa utasema ukweli. Hapo mama ndo akunitosha mimi. Kombo. Akiniuliza mimi na wewe uache kumpiga. Uache kuongelesha nini? Wewe mume wake. Yule mwanamke ana haki, analinda ndoa yake. Wewe unamwona mpumbavu yule anaweza akavunja ndoa yake kwa mikono yake? Wewe mjinga nini wewe? Yaani umekuwa sasa hivi unanikwambia wewe. Unanitafuta na utakipata. Uulize baba yako. Mimi sheria imelala hapa. Mimi nachukulia nguvu. Utasema mwenyewe paka mweusi mbwa. Ukitoa ule mzigo utapum. Kidi. Ina maana unisikia au kitu gani? Na kuita wewe unazidi kwenda mama wa watu nakimbia. Na unajua kabisa mimi mapafu yangu yameshachoka. Lakini huitiki, unajifanya kiziwi hujasikia, alafu unakuja kusikia unageuka unaniangalia kwa dharau. Au wenzetu kwa sababu warefu, sisi wafupi, kwa hiyo tukiongea sauti zetu hazifiki, zinaishia hapa. Kwa hiyo umesikia kwa mbali ndio ukaniangalia vile kwa dharau. Tuachane na hayo. Kwanza mama, heshima yako, shikamoo. Maaba, Kidi, nilikuwa nakutafuta sana mwanangu. Sio kwa ubaya, kwa vizuri tu. Chanzo cha matatizo kwenye nyumba ya mwanangu Kombo ni wewe. Kwa sababu matatizo yote sina wewe yameanzia kwako. Sasa leo nimekupata, nataka nijue ukweli. Ulikipata wapi kile kidude cha pumu cha mwanangu? Alikupa nani au ulikiokota wapi na mpaka ukakichukua ukakipeleka nyumbani ukampelekea mkewe? Alafu mkewe sijui alikwambia nini, unaenda kumjibu eti mwambie mume wako akwambie ukweli. Ukweli gani? Baba, nataka nijue huo ukweli leo hapa. Mama, kwanza nahisi mwanao amekuficha, lakini yule ni mwanao wa kumzaa. Yeye ndo anafahamu ukweli wote na yeye ndo anajua ukweli unakotoka, sio mimi. Sasa huo ukweli uliomwambia amuulize mume wake, mimi ndo nataka niupate kwako. Kwa sababu wewe ndo shina, wewe ndo chanzo, na wewe huo ukweli unaujua. Kwa nini usiniambie? Na kwa nini unaleta matatizo kwa mwanangu? Mama, kwa nini unaleta shida kwa mwanangu? Kaa na mwanao ambaye umemzaa, aliyekaa miezi 9 tumboni kwako, yeye ndo anaujua ukweli. Na siku atakapokuambia ukweli, basi tena mwambie atembelee ukweni kwangu ambako mimi nimeoa, aje aseme ukweli. Asiposema ukweli katika ukwe wangu au ukweni kwangu, tutaelewana vibaya mimi na yeye.
ukweli wote mwanao Kombo ndio anajua. Kidi, we Kidi we, hivyo watoto wana nini? Dadangu umeniita, kwanza umeniita hapa hujaniambia chochote, nipo kwenye usafi, niko napiga cleaning. Nimekuja kukuuliza kwamba hujasikia nyepesi za mtaani kuhusu rafiki yako Kidi? Nyepesi? Nasikia kafumaniwa. Nikajua basi kuna nyepesi kali, kama nikufumaniwa najua. We, na mimi ndo nimeyazagaza. Wacha. Niliwaambia watu kama 10 hivi. Wewe sema ukuepo ungezipata. Sasa kufumaniwa alifumaniwa kweli tena nyumbani kwake na mama mkwe wake na mkwe wake. Hapo swa daktari. Wewe sasa kwa nini msimkanye akacha umalaya? Unajua akazidisha umalaya jamani, hadi ndani kwake guest zimejaa kibao, ni uchochoro kibao. Nyumba inajengwa kibao, haijamalizika, alishindwa kumpeleka huko mpaka mpeleke kwake, sio heshima. Na nyumbani kwake bora kwenye uchochoro huko ameepusha mengi, labda angevamiwa akauawa. Hapo wasi unamtetea kwa sababu ni rafiki yako, lakini sio vizuri. Umalaya hivyo sio mzuri, apunguze umalaya, utampeleka kubaya. Ila mimi naona kwa sababu amefanya kitu mara moja. Kwani ulishakusikia Kidi labda amefumaniwa na mtu nyumbani kwake? Mara moja vipi? Ina maana siku zote alikuwa tu hajafumaniwa lakini ni malaya. Sasa leo ndo 40 zake zimefika. Tena kinaonekana kimekuuma sana cha Kidi kufumaniwa. Ni mtu wako? Sasa porojo mtaa mzima. Mimi sio mtu wangu lakini inanikera sana. Kwa nini aendekeza umalaya? Isitoshe nyumbani kwake jamani. Ndivyo watu wanavyoishi hivyo. Guest zipo, nyumba inajengwa ipo, vichochoro kibao vipo. Niliona pazia nzito likining'inia moyo. Sometimes wangu mimi napenda niwe natembea na wewe kama hivi kwa sababu kwanza wanaonyesha kwamba kweli najiamini. Na tukiongozana kama hivi, kama hivyo nakwambia wewe hapa wapendi amani. Nachukia. Vipi? Safi. Za kwako? Salama kabisa. Habari? Tunamshukuru Mungu. Uko sawa? Mimi niko sawa. Lakini kinachonishangaza ni kwamba mume wangu kwa nini akuone wewe afu akimbie? Unajua sasa hivi bwana wanariadha wengi. Kwa unaweza kukuta anafanya mazoezi ili amrithi Usain Bolt. Kwa hiyo mimi halinihusu wala siliangali sana. Ila leo kwa kuwa mmetoka, shemeji umependeza. Asante. Kwaheri. Sema kweli we huru. Sema kweli we huru. Ukweli ni mlango unaofungua roho. Sema kweli we huru. Sema kweli we huru. Ukitoa ule mzigo utapumua tena. Na kama ulimia umechoka, leo wachilie pole pole, kina tone la ukweli linarejesha. Kiongozi Mare. Kiongozi Mare. Ndugu yangu. Hadi. Naona mule. Siku zinakatika. Mama, njoo kiongozi. Vipi habari za saizi? Fresh, sijui wewe kutoka. Kutoka kwako ni pazuri. Kuna hizi taarifa ambazo zimetufikia hapa hivi punde za changamoto za Kombo, mtu wa magari, mtu wa Subaru, mtu wa Crown, mtu wa Cruiser, mtu wa Honda. Unavyosema magari hapo unanichanganya. Magari yani magari kivipi? Yaani Kombo mtu maspidi, Kombo anakimbia jamani. Akiniona mimi amekimbia, akimuona Kidi anakimbia, akiona watu wawili watatu wanakimbia, na inasemekana kuna ukweli anaujua. Ukweli gani huo? Kiukweli ndio hivyo kama unavyomuona, na hata mimi mwenyewe sijui kinachoendelea ni kipi. Yaani unaponiona mimi mwenyewe hapa sina hili wala lile. Na mimi vizuri, yaani mimi bora hapa nilivyokuona kwanza nijue labda kuna chochote ambacho tunachokijua wewe, basi tujue tunaanzia wapi. Mimi usitaki kunibambikizia kesi. Naona kama vile unaandaa mazingira ya kunibambikizia kesi kwamba mimi ndo najua. Hapana, mimi sijui. Wewe ndio unaelewa. Na inatakiwa uelekeze watu kabla ya mambo yaje kutokea puani. Si umenielewa? Kwanza wewe pikipiki umeacha wapi? Pikipiki si chombo cha moto kile, kinaharibika. Ngoja niache kwanza niwahi kwanza mambo yangu kwanza, maana hapa sina hili wala lile. Na mimi naenda huku tulikuwa tunaenda wote. Wewe tuendelee kulieleza. Wewe acha, umesikia? Unapoendelea kufuta mambo haya, jaribu kwa serious. Konta kusemaje?
Sema kweli we huru, sema kweli we huru. Mganga kama alikuambia, ndio mtaalamu Kawanga. Nimekuja kilingeni kwako maana leo nina kama siku ya 3 au siku ya 4 na yaani yule ni nusu ya ndugu yangu. Umeona? Amekuwa kwamba yaani ni kama mtu ambaye amechanganyikiwa. Umeona? Na nikajaribu kufanya uchunguzi na upelelezi, nikaambiwa kwamba huenda yakawa ni mambo ya Kiswahili. Umeona? Na nilivyoulizia kwa pale jinsi ninavyoishi, wakaniambia niende kwa mtu mmoja ambaye anaitwa Bwana Kawanga. Umeona? Sikutaka kusubiri sana kwa sababu ninavyomuona simuelewi. Na sasa hivi dunia yenyewe imeisha hii. Umeona? Kwa mpaka mguu huu nilokuja hapa kwako, yani ninavyozungumza ni jambo tu la kumshukuru Mungu. Lelelelele mama, lelelelele nkamulia chino mtendere, lelelelele mama, lelelelele, lelelelele mama, lelelelele, lelelelele mama, lelelelele. Biche pari apapa nyiche mitela jirie yenye machiri indu yore imale na iweni yore na iweni imarile sawa. Shika nuia lelelelele mama, lelelelele, lelelelele mama, lelelelele, lelelelele mama. Shika pembe hili, linyoshe, ongea, nuia. Rafiki yako ana shida yoyote? Sawa. Rafiki yako hana matatizo yoyote? Rafiki yako ana siri nzito moyoni mwake? Rafiki yako ana kitu kizito katika moyo wake, na maana akiendelea kukaa kimya, kutofungua kinywa kwa mkewe au kwa ndugu yake wa karibu, hiyo ni shida kubwa sana ambayo itamsumbua leo na ahera. Lakini sio kumwambia tu mkewe hiyo shida, akamwambie na yule aliyemfanyia hiyo shida. Tatizo ndio hilo linalomfanya awe ni mtu mwenye msongo mkubwa wa mawazo. Hajalogwa, ana laana yoyote, wala hakuna mkono wa mtu yeyote, na wala hajakanyaga kitu kibaya chochote, wala hajatupiwa jini. Siri yake uzito wa jambo ambalo analo katika moyo wake, siri yake nzito ambayo yeye mwenyewe anayo moyoni mwake na katika kifua chake, ndiyo inayomteketeza taratibu, na mkichelewa mnampoteza. Mimi ni mganga wa kweli, sihitaji senti yoyote kutoka kwako. Nimekupa ushauri wa jambo ambalo mimi nimeliona. Hakuhitaji tiba ya kusema fedha, ni tiba yake ni moja tu, ni kwenda kusema ukweli kwa mkewe na kwa yule mtu aliyemfanyia ubaya. Hiyo ndio tiba kubwa. Sasa Bwana Kawanga, nilikuwa naombi kidogo. Unaposema siri, nini kilichojificha zaidi? Kwa sababu hata ninapojaribu kumuuliza mkewe tatizo ni nini, anasema haelewi chochote, ni ghafla tu. Lelelelele mama, lelelelele, lelelelele mama, lelelelele. Moyo wake na roho yake natafunwa na kosa alilofanya. Kikubwa na tiba kubwa zaidi ni kumfuata
na mwambie aende kwa mkewe na kwa yule aliyemfanyia hilo jambo. Hiyo ndio tiba yake kubwa. Sitaki chochote kutoka kwako. Naomba uwai mapema uende. Muwai mapema. Le mama. Le. Sema kweli we huru, sema kweli we huru. Ukweli ni mlango unaofungua roho. Sema kweli we huru, sema kweli we huru. Ukitoa ule mzigo utapumua tena. Baba huyo. Salama. Marahaba. Sisi pia tuko salama. Sijui hizi siku 2-3 unaendeleaje? Mimi kwa kweli pia namshukuru Mwenyezi Mungu. Namshukuru Mungu kwa kweli kukutana na wewe. Maana nilikuwa nimepanga nitafute siku ili nikutafute tukae chini tuzungumze babangu. Nilikuwa napenda kukuuliza swali. Samahani lakini. Hivi wewe na huyu mwenzio mna shida gani? Mkeo yani. Mama, cha kwanza kabisa yule ni mtoto wako. Na wewe ni mzazi halali wa kwake. Mimi naamini mkaa naye. Kane vizuri. Muulize. Baba, kufikia kukuuliza hili swali nimeshakaa naye si chini ya mara 1 mara 2. Lakini haongei chochote. Kila nikimuuliza hanijibu. Kazi yake ni kushika shavu, ni kujikunyata. Sasa nikajiuliza nikiwa mtu mzima, nikagundua hapa kuna shida. Ndio maana nikasema nikutafute wewe ili tukae tuzungumze, uniambie shida ni nini. Bahati nzuri tumekutana njiani babangu. Maana wewe ni mtu mzima naelewa, kama kuna shida huwezi kunificha. Hebu niambie kati yako wewe na yeye, nani ana shida?